pashila la ya osa na una Mungu ateleche lumo lupalanga Mungu ateleche lumo tu mwete saada lumbaki nanga ya manga ani mulala tahale engwishele biele lumbaka manu maema manaka anja bana baeba mulalo ina etila na evoka ndi mwete saada Mungu ateleche mnabe numangu ateleche. Habari za asubuhi wapendwa, habari za mchana, habari za jioni, kulingana na mida ambayo labda video hii inaweza kukufikia. Kwa majina naitwa Masudi Emmanuel Amnobe, mkaaji wa Buffalo, New York. Lengo na mazumuni ya kuweza kutengeneza video hii ni kwa ajili ya kuweza kuwaletea kitu ambacho sisi binadamu tunatakiwa kuishi nacho, lakini kama vile tulivyoagizwa na Mwenyezi Mungu kwamba tunatakiwa kuishi kwenye upendo. Tuhudumishe upendo kwa njia moja au nyingine kwa wale wenye mahitaji maalum na kwa watu wote pia. Kuna baadhi ya ndugu zetu ambao tumewaacha huko kwetu nyumbani DRC, hususan zone yetu ya Fizi, ambao wao wanakutana na changamoto kubwa na nyingi sana za kimaisha kulingana na hali ya maisha ilivyo kule kwetu. Hiki ambacho tunafikiria kukifanya, wapo baadhi ya watu wanafanya mambo kama haya, sio kwa ajili ya kuweza kubeza. Kwanza kikubwa ni kuweza kuwashukuru na kuwapatia pongezi kwa wale wote ambao wanajaribu kufanya jambo la msaada, kusaidia watu, kusaidia ndugu zetu walioko sehemu mbalimbali ambao wanahitaji au ambao wako na mahitaji maalum ya misaada. Mwenyezi Mungu huwa anatoa riziki kwa binadamu kwa ajili ya wale ambao wanaoweza kupata chochote, kuwasaidia wale ambao hawana. Na kama umeweza kupata mafanikio kidogo, ni vizuri. Si kwamba sisi tuko sawa sana, lakini kiasi fulani hatuwezi tukalinganishwa na watu wengine. Kwa hiyo kile kidogo ambacho unaweza ukipata, ni vizuri ukawa unajaribu kushare na watu wengine ili kuweza kumpea mkono wanaita mkono wa baraka, au mkono ambao utakaweza kumsaidia akasimama na yeye peke akaweza kunyanyuka na kufanya kitu kingine cha kusaidia watu wengine. Ya kesho ya mjua Mwenyezi Mungu. Ninachoweza kuwaletea mbele yenu ni kitu ambacho kuna baadhi ya ndugu zetu wanapitia maisha duni sana, na hao watu wanahitaji sisi kuweza kuwasapoti. Sio kwamba tutawafanya wawe matajiri, sio kwamba tutawafanya wasihangaike, hapana, lakini kuweza kuwafariji kwa njia moja au nyingine, hata kwa sekunde 30 tu, kuwapea furaha, ni jambo jema mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna video ambayo tutakayoweza kuwawekea ya mama mmoja ambaye anaishi maisha ya kujitahidi kubagaiza hapa na hapa, kujaribu kutafuta namna ya kusaidia wajukuu zake na familia na yeye mwenyewe, lakini hali yake si nzuri sana. Hivyo tumekuja kwa kuwasihi ndugu zetu tuweze kuangalia kila mtu kwa moyo wake, chochote ambacho naweza ukabarikiwa kumsaidia, hata iwe $1 itaweza kusaidia sana kuendesha maisha ya ule mama, kumpatia faraja, awe angalau na furaha hata kwa siku moja au kwa sekunde 30. Hiyo itakuwa ni baraka na ni neema kubwa kwake, lakini baraka kwa wewe ambaye umeweza kumsaidia. Si huyo tu, kwenye zone yetu watu wengi wanapitia matatizo makubwa. Wapo ambao wanakumbwa na matatizo ya magonjwa, matatizo ya finance, ya maisha, kushindwa kupata hata senti 30 za kuendesha maisha yake, au senti 20 au senti 10 za kuendesha maisha yake. Mtu analala anaamka, hajui kesho yake itakuwaje, hajui watoto watakula nini, hajui watoto watakunywa nini, hajui ni wapi ataanzia.
lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu wanaweza wakaamka wakakutana na chochote na wakalala. Lakini wapo ambao wanashinda kuanzia asubuhi mpaka usiku wanalala ni kikombe cha maji tu peke yake. Sisi ambao tumeweza kubahatika tumekuja kwenye nchi hizi ambazo tunaita ni nchi za tatu, Marekani, Canada, Australia, Sweden na sehemu zingine, tunatakiwa kuwasaidia kwa kiasi fulani ndugu zetu. Hivyo basi tutaweza kuwawekea baadhi ya matukio ya video ambayo tumeweza kuipokea kutoka huko kwetu, na hiyo video basi yeyote ambaye ana nafasi ya kuweza kusaidia. Ukiangalia huyo bibi anaomba hata 10,000 za pesa za kule kwetu nyumbani ili angalau ziweze kumsaidia yeye. Anaona zinaweza zikamsaidia kukizi kidogo ya mahitaji yake. Hebu imagine mtu kama anaomba 10,000, ukimsaidia 20,000, atakuona wewe ni msaada mkubwa kwake sana. Hata kama haitoweza kumkizi maisha yake yote au wale wajukuu wake wote, lakini hiyo kwa upande wake ataona umemsaidia sana. Hebu tujaribu kuwa na moyo wa huruma. Sio kwamba sisi familia zetu ziko vizuri sana, hapana, lakini ni ile tu kujaribu kusaidiana. Tunajaribu kusaidiana. Huyu anatoa $1, mwingine $5, mwingine $10. Kidogo kidogo ambacho tutaweza kukusanya kinaweza kikamsaidia na kuwa faraja kwake, kikampatia angalau kuwa na tabasamu ya dakika hata 10. Itakuwa ni jambo jema sana. Hivyo nimekuja mbele zenu ndugu zangu, tuweze kusaidiana, kusapoti. Sio kwamba tunakuja kwa kuweza kupinga wale wanaofanya. Wapo ambao wanafanya kimataifa zaidi, kama hapa Buffalo tuko na watu wa mwanzilishi wa Give Up ambaye nampongeza sana kwa kazi kubwa anayoifanya. Anasaidia watu kupitia nchi mbalimbali, kambi mbalimbali, sehemu mbalimbali ambako kunapitikana matatizo, ambako kuko watu wanahitaji mahitaji maalum. Hivyo basi tumekuja kwa njia moja au nyingine, hata kama tunaweza au tusiweze kutoa kile ambacho tunaweza tukawa tunakimiliki, lakini angalau kwa kile ambacho namiliki toa kidogo tu ili isaidie. Hivyo nipongeze sana kwanza wale wote ambao wako na makundi kama haya ambao wanaweza kusaidia sehemu mbalimbali, lakini vile vile wale wadau ambao wana moyo wa kusapoti waweze kusapoti, kwa sababu hili linalenga zaidi sana pande za kule kwetu Musidkiv, sehemu ambazo zimepitikana machafuko makubwa, watu wamekufa wengi, na wapo watoto wengi ambao wamebaki ni mayatima. Wapo watu wengine wamebaki ni wagonjwa wa hali ya juu, wana magonjwa ambayo hawawezi wenyewe kujisaidia. Wapo watu wengine ambao kulingana na vita wamebaki na hali ambazo hawana familia, wanajitegemea wenyewe, kipato chenyewe ambacho wanachotegemea kwa siku, mtu analala anaamka hana chochote mfukoni. Kwa hiyo angalau kuwa na nafasi ya kumpatia furaha kwa dakika chache itakuwa ni jambo jema sana. Nina imani ya kwamba tupo ambao tuna moyo wa kusaidia na tutaweza kusaidia, na nafikiri zipo namba za Cash App zitatolewa na zipo namba za Zelle zitatolewa pia. Kwa yeyote ambaye atakuwa na chochote ataweza kusaidia. Kwa siku ya leo tuliweza kutembelea mama mmoja wa kata ya Makampanye ambaye aliweza kuambia wasikilizaji wake na watazamaji hali ya maisha yake na namna gani anavyoendelea kuishi dhidi ya changamoto zinazoweza kumkabili. Mama huyo aliweza kuonesha tofauti kati ya maisha ya Ubwari na maisha ya hapa mjini Baraka, yeye akiwa hapa kwenye kata ya Makampanye. Mama, jambo. Jambo. Wewe ni mmoja kati ya wakazi wa hapa Makampanye. Unaweza kutuambia kitu gani kuhusiana na hali ya maisha yako tangu ulikotoka kule ulikokuwa naishi na hadi hapa uko kwenye kata ya Makampanye Baraka? Mimi niliishi Ubwari, niliishi mlimo ya hali mbaya. Nilikuwa magonjwa ilikuwa inanikamata sana. Na Ubwari na
hapa niko nasikia njala. Ugali nilikuwa nakula sawa, naenda mshamba naleta yangu chakula, naleta miogo, nyanya, sombe na pia piga na kula ile saa, lakini magonjwa ilinitosha ugali ikanileta hapa. Sasa unaona kuko tofauti gani kati ya maisha ya Ubwari na hapa? Maisha ya Ubwari na hapa, naona Ubwari kuko maisha sawa kushindia hapa. Niko nahangaika sana hapa, nahangaika, naenda natafuta bumakala ule bumachenga wa makala, naanja ponda ponda kutia na mai na kunyanga na anika bungini wa vumbi na beba na pakiza musaki, naanza uzisha mabase nikwetana ende base bila bimachenga bila na kunyange na ende maki na change na indi tete na bombi bomba yapo bomba na shitambe na butambe byo na shiende bimo nabe o aya na onje bingi na kuchi bimo bikuma na kuchi bilenge vumbi naye na koche na ambe nsaki na kuchi bala ba eta mafulo eta fulo bikyo kula bibaze na koche baze ekuchibele bibomba na peme bibomba biomi makana mata biomi makana mata bila bikuma bya bumba. Sasa mama, kusiku moja unaweza kutengeneza vingapi na unaweza kuzisha hizo base ngapi za machenga ya mkaa? Naweza bila ninaenda hivyo napunyangate mamimanachi bikuma mamanachi ibi ninapunyanga unusukulomo bimo na kuche na bibase bya machenga na bibase nikyokucha efuchibele ebyo bikuma bino binikyo kunyanga bino nikyo biponda ponda no se na shibitambe na shibibe o aya na jadi ibikyo onjecha aya lombaka toliba to bala bashie to amone no etabili anibe ebyo aya yanga yalele manga. Sawa mama, nimesikia gisi ulivyosema kuhusiana na changamoto ambazo unaendelea kuzipata kati ulivyokuwa ukiishi Ubwari na maisha ya sasa hapa Baraka kwenye kata ya Makampanye. Kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea kukusikiliza, unaweza kuambia kitu gani? Inina unabasaidie bakanja lele manga musaidianda atalo lemwi omi tu luno lukuta no sinilo mbo endele sabunu kwa maala kuni mutumi anda basi ilala nangai amanga shile na ni mulala bino ni mulalo ema bani baki uli bali mulalo hiyo ya elepe ya musile ya ine shile na pasi ilala ya osa na una Mungu ateleche lumo lupalanga Mungu ateleche lumo tu mwete saada lumbaki nangai amanga ani mulala tahale engwishele biele lumbaka manu maema manakanja bana baeba mulalo ine etilana eboka ndi mwete saada Mungu ateleche mnabe numa Mungu ateleche